maisha yako au kujitayarisha kabla ya kufa ni mambo ambayo yako kwenye mkusanyiko wa matendo yako. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Vifo ni vingi sana ambavyo wanadamu tuko navyo. Ni aina nyingi sana za vifo ambazo tuko nazo. Lakini kwa siku ya leo, neema ya Mungu naamini atatukirimia kuzungumzia aina 3 za vifo au aina 4 za vifo ambazo nataka tuzizungumzie. Na tuangalie tunayashughulikiaje maisha yetu. Nataka nionyeshe aina za vifo, alafu pia nionyeshe namna gani ambavyo tutakavyoshughulikia haya maisha yetu ili kuepuka na baadhi ya vifo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Nataka nizungumzie kifo cha kwanza. Aina ya kwanza ya kifo ambacho wanadamu tulianza kukipokea. Tulianza kupata kifo cha kwanza wakati wa mwanzoni sana kwenye kitabu cha Mwanzo. Kifo hicho ni kifo gani? Kifo hicho kilikuwa kifo ambacho ni kukatika kwa mawasiliano ya moja kwa moja na Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Maana zama za manabii tulikuwa tukizungumza na Mungu sauti kwa sauti. Vitabu vya manabii vinashuhudia hivyo. Lakini ilikuja kufika sehemu wanadamu tukapokea kifo. Tulipokea kifo, tukakufa kwa kukatika kwa mawasiliano ya Mungu moja kwa moja, ambayo imeandikwa kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 8 mpaka 9. Habari za Adamu kwenye shamba la Edeni. Baada ya Adamu walipofika sehemu wamekosea, walienda kujificha kati ya miti ya bustani ili Bwana Mungu asifanye nini? Asiwaone. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana liinuliwe. Amen. Alimuuliza swali rahisi, uko wapi? Maana walikuwa wamejificha kwenye miti, Mungu asiwaone. Wakashindwa kujua ya kwamba ile miti, uwepo wa ile miti ni Mungu. Majani ya bustani ni Mungu. Kwa hiyo vitu vyote vinamtolea taarifa. Adamu akaingia kwenye mfumo wa kuanza kuvunja maagano ya mawasiliano ya moja kwa moja na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Msomaji kama uko haraka wasomee hiyo Mwanzo 3:8 mpaka 9. Mwanzo mstari wa 3, sura ya 3 mstari wa 8 hadi 9 nasema hivi. Ndio. Ndipo yule mwanaume na mkewe waliposikia sauti ya Bwana Mungu alipokuwa akitembea bustanini jioni, wakajificha wakati wa jua kupunga. Naomba mtu ambaye yuko na Kiswahili cha kisasa nisomee Biblia mwaka 95. Aliye na Biblia mwaka 95 nisomee hii. Nane mpaka 9. Ndio. Kisha wakasikia sauti ya Bwana. Yes. Hapana. Mungu alimuuliza Adamu, uko wapi? Kwa sababu Adamu aliharibu mfumo wa mahusiano kati yake na Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Ndio maana Mungu akamuuliza Adamu, uko wapi? Leo hii tunasimama kwenye madhabahu ya Mungu, tunalitangaza jina la Mungu, tunatangaza habari za ufalme wa Mungu, lakini sisi hawa ambao tumesimama na kuzibeba agano ndio hao ambao tunafika mahala tunakata mahusiano ya moja kwa moja na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Huruma. Kwa hiyo hicho ni kifo ambacho wanadamu tulianza kukifariki, cha kukata mahusiano ya moja kwa moja na Mungu. Maana ilikuwa neema kubwa. Unamuuliza, Mungu uko wapi?
niko hapa, mwanao nina shida ya hili, nina shida ya hili, Mungu anakujibu hapo hapo kwa sauti ukimsikia. Lakini baada ya sisi kupata kifo cha kukatika kwa mawasiliano ya moja kwa moja na Mungu, hiyo ilisababisha mpaka leo hii tukitazama habari za unabii, tumebakia na manabii wa ndoto, manabii wa maono na manabii wa njozi. Si nikisema nabii wa ndoto si tunaelewana? Nikisema nabii wa maono tunaelewana? Nikisema nabii wa njozi tunaelewana? Au hiyo njozi kidogo ni ngumu? Hapana. Nikizungumzia habari za njozi, ni ndoto ndani ya ndoto. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Ina maana unaweza ukaota umeenda sehemu, alafu sasa hiyo sehemu tena ukajiona umelala, tena ukaota. Inakuwa ndoto ndani ya ndoto. Hao ndio manabii wakubwa ambao tumebaki nao. Na ndio sekta, tukisema sekta ya unabii ambayo inafanya kazi kubwa ni sekta hizo tatu. Lakini sekta ile ya kuwasiliana na Mungu moja kwa moja, wakati niko hapa, tunaweza nikawa niko hapa na Mungu akawasiliana na mimi moja kwa moja, akaniambia fanya hivi kwa sababu ya kuokoa kanisa lako. Hayo ni machache, au ni wachache. Wapo, lakini ni wachache. Kwa dunia hii ya leo ni wachache. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Kwa hiyo nataka tuangazie habari ya kifo cha pili. Kifo cha pili ambacho tutakachokizungumzia ni kwenye habari za kifo cha pili. Tutakipata kwenye kitabu cha Petro wa pili 1:21. Msomaji fika hapo. Petro wa pili. Ngoja kuja kurudia kwenye andiko, maana kila tunalolizungumza litaendelea kuzaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nataka tuzungumzie kifo cha pili ambacho wanadamu tunaendelea kuvipitia. Nimesema leo Mungu atatujalia neema ya kuzungumza aina 3 au 4 za vifo. Na pia Mungu atatukirimia neema ya kujua namna gani ya kujitenganisha na hivyo vifo. Ndio pale sasa ambapo tunaanza kuambiana ya kwamba tunatakiwa kuyaandaa maisha yetu kabla ya kukutana au kufika wakati wa kifo cha utengano wa mwili na nafsi. Kwa sababu wakati pumzi ya uhai inapokutoka, ile nafsi ambayo ndio nafsi hai inakutoka. Inapoondoka ile inaenda kukaa